Kabla Yesu hajapanda msalabani alikuwa akiomba nasikilizwa. Yes. Lakini alipobeba dhambi zetu sisi wote, Mungu mwenyewe alimgeuzia mgongo. Ikabidi mwenyewe ahisi kabisa, hapa Mungu ameniacha. Amen. Uone jinsi dhambi ilivyo nzito. Kama Yesu na utakatifu wote, siku alipoamua kuzibeba dhambi zetu, Mungu alimgeuzia mgongo hivi. Yes. Wewe fikiri mimi na wewe itakuwaje? Kwa dhambi jamani, sio kitu cha kucheza nacho, ndio ukuta mzito wa maombi yetu mbele za Mungu. Amen. Kwa mtu ulioko mahali hapa, kama una uchungu na hali yako, unatamani uone mkono wa Mungu kwamba ukimuita aitike, ikasirikie dhambi. Yes. Usiendekeze dhambi. Amen. 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 Na dhambi huwezi kuiacha usipoichukia. Na ubaya wa dhambi, dhambi ni danganyifu. Amen. Unapoifanya ni tamu kwenye mwili, ila ni chungu kwenye roho. Amen. Matokeo yake hutayaona saa unapoifanya, lakini inazidi kukuharibia kila kitu chema unachokitaka katika maisha yako. Amen. 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 Neno la Mungu limesema hapo wazi kwamba dhambi zenu zimenificha msinione. Amen. Unataka uone uso wa Yesu leo? Hakikisha unapokea maarifa ya jinsi ya kuishinda hiyo dhambi ambayo imekutesa miaka mingi. Amen. Amen. Mwanzo 4:6 mpaka 7. Msomaji mwingine utakuwa unaandaa Warumi 7:15 mpaka 25. Karibu kuwa na Kristo. Mwanzo 4 mlango wa 6 na wa 7. Kitabu cha Mwanzo sura yake ile ya 4 mstari wake wa 7, nitarudi tena. Amen. Kitabu cha Mwanzo, amen, sura yake ya 4, amen, mstari wake ule wa 6 hadi ule wa 7. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen. 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 Bwana akamwambia Kaini, mkato, kwa nini una ghadhabu? Kiulizo. Amen. Na kwa nini uso wako umekunjamana? Amen. Mstari wake wa 7. Amen. Kama ukitenda vyema, amen, hutapata kibali. Amen. Usipotenda vyema, dhambi iko, mkato, inakuotea mlangoni, mkato, naye inakutamani wewe. Amen. Walakini yapasa uishinde. Nukta. Amen. Amen. Sema nisipotenda vyema, Nisipotenda vyema, dhambi ipo, dhambi ipo, inanitamani, inanitamani, inaniotea mlangoni, inataka kunimeza, lakini Yesu anataka niishinde. Hili andiko linaanza kufafanua kwamba dhambi ni nini. Vitu vingi ambavyo wana wa Mungu tunaviita dhambi sio kwamba ni dhambi, yale ni matunda ya dhambi. Yes. Amen. Amen. Kitu ambacho kinaweza kikakuotea, maana yake ni kitu ambacho ndani yake kina uhai. Yes. Amen. Amen. Yaani mimi siwezi nikasema kwamba kuna mtu anakuvizia mtu ambaye ni maiti. Yes. Maiti hawezi kukuvizia. Kwa kama Mungu alimwambia Kaini kwamba dhambi iko, inakutamani, kitu ambacho hakina uhai hakiwezi kutamani. Yes. Jiwe haliwezi likatamani. Amen. 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 Chuma haiwezi ikatamani kwa kuwa haina uhai ndani yake. Amen. Maana yake hapo kwenye kitabu cha Mwanzo Mungu alikuwa anatupa wanadamu maarifa ya mapema. Yes. Kwamba dhambi ni roho yenye uhai ndani yake. Amen. Ingekuwa sio kitu chenye uhai, asingemuonya Kaini kwamba inakutamani. Amen. Amen. Kwa sababu lile gari ambalo linapita pale barabarani linaweza likakutamani wewe mpaka liwe na uhai ndani yake. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo tumezoea kusema kwamba uongo ni dhambi, uzinzi ni dhambi, kuua ni dhambi, kuiba ni dhambi, zile sio dhambi. Yale ni matunda ya dhambi. Yes. Dhambi yenyewe ni roho. Dhambi ni nguvu ambayo ina ushawishi moyo wa mwanadamu kufanya hivyo ambao duniani wanaviita dhambi. Amen. Kwa hiyo unapotaka kumpiga adui lazima kwanza umuelewe adui yangu ni nani. Yes. Watu wanapata shida kushinda dhambi kwa sababu wanapigana na matunda ya dhambi badala ya kuwa na maarifa ya kuipiga dhambi yenyewe, ambaye ni roho yenye uhai, ambayo ni nguvu yenye uhai ndani yake, ambayo ndio inapambana na mambo yako masaa 24 kukushawishi ukaanguke. Amen. 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 Leo Yesu atufungue ufahamu wetu. Amen. Amen. Ili huyu anayetuwinda, ambaye Mungu amesema anakutamani, tujue jinsi ya kumwangusha chini.
Amen. 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 Sema nitaishinda dhambi. Nitaishinda dhambi. Nitaishinda dhambi. Nitaishinda dhambi. Na dhambi haitanishinda. Na dhambi haitanishinda. Kwa nini utaishinda? Yes. Mungu alimwambia Kaini mapenzi yake kwamba mimi ninataka uishinde. Amen. Jambo lingine ambalo limewekwa wazi kwenye ile andiko ni kwamba kushinda dhambi ni vita endelevu. Amen. 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 Na jambo moja ambalo naweza nikasema mahali hapa ni kwamba mtu ambaye hajaokoka ni kweli dhambi na mtamani, ila wewe uliyetangaza kwamba unataka kumtii Yesu, yes, wewe uliyetangaza kuokoka inakutamani zaidi. Amen. Yaani ingekuwa ni chipsi tungesema kwamba mtenda dhambi duniani ni chipsi kavu. Amen. Ila wewe uliyetangaza kwamba mimi nimeokoka umekuwa ni chipsi mayai uliyetiwa nani tomato ukawekwa na mayonnaise na kachumbari. Amen. Yaani ndio hii roho ya dhambi ndio inakutamani wewe kuliko. Amen. Kwa usidhani kwamba kutangaza kwamba mimi ni wa Yesu ndio vita yako ya dhambi itakuwa nyepesi zaidi, inaongezeka mara 7. Amen. Kwa nini? Ufalme wa giza hauoni ni fahari sana kumwangusha mtu ambaye tayari ni mwenye dhambi. Yaani unajua mapepo kumfanya mlevi azini hata hamna zawadi anaopata, sababu huyu tayari ni wa kwetu. Amen. Ila kuna thawabu kubwa sana mapepo wachawi wanapewa wakimwangusha mtakatifu mmoja. Amen. Kwa hiyo nataka ujue kwa jinsi gani wewe umekuwa ni kivutio kwenye ulimwengu wa roho dhidi ya nguvu ya dhambi. Dhambi inakutafuta wewe kuliko yule mlevi ambaye yuko basa hivi yuko ibadani. Yule wamwangushe wa nini ashaanguka. Kwa hiyo nataka uwe makini ujue kwamba siku ulipotangaza kwamba mimi nimeokoka umeongeza mvuto. Roho ya dhambi itakuwinda wewe kwa nguvu zaidi, kwa mbinu zaidi, yes, kwa hila zaidi kuliko mtu ambaye hajaokoka. Amen. Maana yake maisha uliyokuwa unaishi ya kujikinga dhidi ya dhambi kabla hujaokoka, baada ya kuokoka unatakiwa uongeze maarifa, uongeze bidii, uongeze nia, uongeze kila kitu kilicho ndani yako kupambana dhidi ya dhambi. Amen. Kwa nini? Ni fahari kwa mapepo kumwangusha mtakatifu mmoja. Na wakifanikiwa kukuangusha wewe, kuzimu ni sherehe. Amen. Wakifanikiwa kukufanya wewe ufanye dhambi hii moja, kuzimu ni sherehe, wanakunywa na whisky kabisa. Amen. Tumemwangusha yule, alikuwa anajifanya sana. Kwa hiyo nataka ujue, uwe makini unapotembea hapa duniani, jua kwamba unawindwa kuliko jinsi unavyofikiri. Amen. Maana yake muda wa kubweteka katika mapambano dhidi ya dhambi kwa mtakatifu, huo muda haupo. Kwa kuwa adui zetu wanajikoki na wanajipanga kila sekunde ya maisha yako. Uko hapo unasikiliza neno la Mungu, kwanza hapo washakufuata kwamba usipokee maarifa yoyote. Lakini umeshapokea neno hapo nje mlangoni tayari wanaanza kukuwinda, wakuangushe. Yes. Kwa nini? Wanajua kwamba mwanadamu kadri anavyojitenga dhidi ya dhambi ndivyo mamlaka yake dhidi ya nguvu za giza zinaongezeka. Amen. Shetani anajua kwamba nguvu zako wewe ni katika utakatifu. Amen. Kwa anajua msingi wa nguvu ya Mungu ndani yako, msingi wa kumchapa na kumchinja, nguvu zako anajua chanzo ni kujitenga na dhambi. Kwa hiyo atafanya chochote ili akuangushe kwenye dhambi, maana anajua ukishafanya dhambi hata nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako itapoa. Amen. 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 Hata silaha zako za kumpiga zitapoteza makali, utakuwa butu. Amen. Shetani hamuogopi mtu mwenye dhambi anayeomba, lakini mtakatifu ambaye yuko safi, neno lake hili moja, shetani anatetemeka. Amen. Kwa hiyo lazima tujikinge na dhambi kwa gharama yoyote, kwa kuwa ndio msingi wa nguvu zetu na mamlaka yetu za kumdhibiti shetani. Yes. Yaani maana yake shetani anakuona kwamba utakatifu wako ni kama umepata ufunguo wa kwenda kufungulia bomu la nyuklia katika vita yako. Yes. Kwa hiyo atahakikisha kwamba unatenda dhambi ili ufunguo wa ile bomu la kumwangamiza uupoteze. Amen. Kwa hiyo kwa mtakatifu swala la jinsi ya kuishinda dhambi sio jambo la kucheka nalo. Yes. Amen. Amen. Mungu amemwambia Kaini, dhambi ipo. Ulipookoka dhambi haijaondoka. Ipo na bado inakutamani. Amen. Kwa lazima uwe makini kujua mbinu za kuishinda. Amen. Amen. Kwa jambo la kwanza tukubaliane kitu kimoja. Dhambi ni nguvu. Haya ambao watu wanaita dhambi sio dhambi yenyewe. Yale ni nini? Matokeo au matunda ya mtu aliyedondoshwa chini na nguvu ya dhambi. Amen. Kuzini kwenyewe sio dhambi.
ila ni tunda la dhambi. Ndio maana Yesu alisema hivi kwamba mmesikia imeandikwa kwamba usizini, ila akasema mimi ninawaambia mtu yeyote akimtazama mwanamke kwa kumtamani tayari amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Huku duniani tunakuhesabu kwamba umefanya dhambi baada ya kutenda tendo. Mbinguni wanakuhesabu umefanya dhambi ukiwaza tu. Umeona 10,000 yangu mahali hujaichukua, lakini umeitamani, mbinguni tayari umeshaiba. Amen. Amina. Mbinguni tayari umeshaiba. Umeiba. Dhambi iko kwenye moyo, yaani mbinguni wanahesabu dhambi kwenye level ya wazo, ambao ndio msingi, ndio inapoanzia. Amen. Amen. Kwa mfano mtumishi wa Mungu, Mungu amemuinua, hujamnena vibaya, ila ukimuona akifanya kazi za Yesu tayari mawazo mabaya anajifanya, anajisikia, unaanza kutamani kwamba na yeye aanguke. Hujawahi kukaa na mtu mwingine ukamsengenya kwamba yule mimi simpendi ama sipendi anavyotumika. Duniani huku hakuna ushahidi kwamba umefanya dhambi. Amen. Hamna mtu ambaye kukusikia ukimsema vibaya, ila mbinguni kwa kumuwazia tu jirani yako vibaya wameisha hesabu dhambi umeshafanya. Amen. Kuna baadhi yetu tunaweza tukakaa hapo tukasema hatuna dhambi, ila kwa kipimo cha mbinguni maandiko yameshasema wazi wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa nini? Mbingu wanaipima dhambi kwenye level ya wazo. Amen. Kabla hujafanya, mtu ambaye anapanga kwenda kuiba, sawa, ama ametamani akuibie mali yako, hajawahi hata kuja nyumbani kwako. Huku katika mahakama za dunia watasema huyu mtu anakosa, si ndio? Na atahesabiwa kwamba hana hatia mpaka afike achukue. Wanadamu wanaipima dhambi kwa macho ya kinyama kuona tendo limetondeka, ila mbinguni siku ulipokusudia kwamba kile kitenge cha yule rafiki yangu nitakiiba, kuwaza tu uliesha tenda dhambi siku nyingi sana. Ndio maana Biblia sehemu nyingine imesema kwamba mtu anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Mbinguni ili uue sio lazima umwage damu. Ukesha mchukia ndugu yako kwenye ulimwengu wa roho umeshaua na umeshahukumiwa kwamba ni muuaji. Yes. Hata jihesabu kwa mujibu wa maandiko, umeua wangapi wewe? Unajua unaweza ukawa unasema hapo, unasema mtumishi, unajua sisi tushakomaa kiroho. Hawa ni mafundisho ya watu ambao wameokoka jana, kwamba haya mafundisho ya kushinda dhambi hayanihusu mimi. Kwa nini? Mimi nishakuwa kiroho, mimi ni mtakatifu sana. Hiyo dhambi moja ya kuua, umeua wangapi? Mwezi huu tu mtu yoyote ambaye ukimwangalia moyo wako pup, chuki inaingia, mbinguni wewe ni muuaji. Umeua. Kwa hiyo unaweza ukasema hapa ninaposema kwamba ninapoomba Mungu hata nisikiliza kwa sababu ya dhambi, unajikagua, bwana mimi msafi sina dhambi. Vipimo vya mbinguni vya dhambi sio vipimo vya duniani. Wanadamu wanaweza kukuhukumu wakasema yule ni mtakatifu mno, ila mbinguni wakishusha mafaili yao hapa, mimi siponi wewe uponi. Kwa sababu Mungu anaiangalia dhambi katika kile kiwango ambacho hakuna mtu duniani anaweza kukubali umefanya dhambi. Wazo. Amen. Jamani, kuna mtu anapona hapa? Hebu tusikie, kabla hilo neno la nani la Warumi kabla hilo neno la, naomba kwanza tusome kwanza Warumi 3:23. Kabla hiyo Warumi 7, Warumi 3:23. Tusikie maandiko yanasemaje. Nasoma kitabu cha Warumi 3:23. Ndio. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Kwa sababu wote wamefanya dhambi. Amen. Na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Amen. Amen. Wewe kwani mwingine tufungulie Zaburi 19:12. Zaburi 19:12. Maandiko yamesema kwamba kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mungu hapa Yesu amefanya scanning ya dunia nzima ya wanadamu wote. Alikuwa anatafuta hapo mtu mmoja ambaye hana dhambi, lakini ameshafikia hitimisho na ametoa ripoti yake kamili. Nimezunguka kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma, kutoka Tanzania mpaka Kenya, kutoka Afrika mpaka Asia, mpaka China mpaka Marekani. Ametembelewa wanadamu wote kwa sekunde hii moja. Ameleta ripoti mbele za Bwana, anasema nimewaangalia wote, hakuna hata mmoja. Wote wametenda dhambi. Amen. Amen.
pamoja na yule mtumishi ambaye unadhani ni mtakatifu sana. Maandiko amesema wote tumetenda, pamoja na mimi nayesimama mbele yako hapa leo. Hatua ya kwanza ya kukubali kuweza kuishinda dhambi, lazima ukubali kwa vipimo vya Mungu dhambi unayo. Kitu kinachowapa watu wengi shida ya kushinda dhambi ni kwamba wanajihesabia haki. Yaani mtu ukimwambia habari za kutubu hapa mdomoni anakuambia sawa nitatubu, lakini muone huyu hivi ananiambia mimi vizuri. Anatoa mimi ndivyo msafi, ndivyo mtakatifu. Nitubu kwa dhambi gani? Nitaenda kuonyesha leo unatakiwa utubu kwa dhambi gani. Hiyo dhambi ambayo unajihesabia kwamba hauna, ndio hiyo inayozuia maombi yako asijibiwe. Lazima umruhusu Roho Mtakatifu mwenyewe ndio akupeleleze. Amen. Karibu kwenye Zaburi 19:12. Inasemaje? Kitabu cha Zaburi sura yake ya 19 na mstari wake wa 12. Amen. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Amen. Unitakase na mambo ya siri. Amen. Amen. Asante kwani wa Kristo. Wakati huo gift fungua hiyo Warumi 7:15 mpaka 25. Zaburi inasema ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Katika watu waliotembea mbele za Mungu kwa kumcha sana katika ulimwengu huu ni Daudi. Lakini yeye mwenyewe alifika mahali akasema ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Kabla ya kuendelea mbele alishapewa jibu kwamba hakuna. Akasema hapa hamna ujanja, nisijihesabie haki. Akamuomba Mungu, unitakase na mambo ya siri. Yes. Kuna dhambi unaoijua na kuna dhambi ambayo iko nje ya ufahamu wako lakini mbinguni wanaiona. Lazima ukubali. Yaani iko kiburi cha kusema kwamba mimi sina dhambi, ndio anguko lako. Kwa sababu gani? Uwezi ukaenda kwa daktari kuomba utibiwe ugonjwa ambao hujaukubali. Sawa? Hivi unaweza ukakimbilia hospitalini kama ukubali kwamba unaumwa? Ugonjwa wa dhambi shida yake mtu akiisha kuwa na dhambi, shetani anaweka hapo na roho ya kiburi ili asikubali kwamba anazo. Kwa hiyo hata tafuta msaada. Na watu wengi tumekwama hapa kujihesabia haki. Mimi ni mtakatifu. Nimekaa katika wokovu tangu mwaka 1965. Tangu mwaka 1970 ngapi? 75. Yes. Niko kwenye wokovu. Ni mkongwe, ni mzoefu mimi, sina dhambi, wewe usiniambie chochote. Hapo ndipo anguko lako lilipo. Biblia imesema ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Daudi akadai kwamba Mungu akamwambia kwamba hakuna anayeweza kutambua kosa lake. Hakuna anayeweza kuitambua dhambi yake. Amen. Mtu ambaye anataka kujiweka sawa na Mungu masaa yote ni mtu wa kutubu na kujitakasa masaa 24 kwa siku. Yes. Bwana, wanadamu hawajui kwamba nina makosa. Ila wewe unaona kosa ambalo mimi silijui na wengine hawalijui. Naomba nisaidie. Amen. Mtu kama wewe Yesu ni rahisi sana kumsaidia. Kwa sababu anakubali hiki kifua ulichokiweka hapa mbele kwamba mimi sina dhambi. Msinibabaishe mimi. Yes. Mimi ni mtakatifu. Yes. Hapo ndio kosa lako lilipo. Amen. Yako makosa ya siri. Yako makosa ya siri. Unaweza ukani kuwa wa Kristo mwenye cheo kikubwa sana. Lakini kubaliana na neno la Mungu, ziko dhambi za siri ambazo hata ufahamu wako wewe hauzitambui. Yes. Hapa naongea na nyinyi katika hatua hiyo. Ndio maana haya sio mafundisho ya mtu aliyeokoka leo. Ni mafundisho ya watu waliokomaa kwamba ziko dhambi za siri, tunahitaji tumulize Roho Mtakatifu. Hebu nifungue jicho langu niitambue. Na Roho wa Mungu ukiwa mnyenyekevu kakubali kwamba una dhambi ambazo hata wewe mwenyewe usijui. Ukiingia kwenye maombi atakusaidia. Amen. Atakusaidia. Yes. Kuna mambo uliyeshafanyaga miaka 30 iliyopita wewe uliyeshasahau. Unajua leo wewe ndio unatufanya unatembea katika utakatifu. Kabla hujaokoka umefanya mangapi? Haujatubia. Kwa sababu umeyasahau kwenye akili yako, unaona kwamba na Mungu kwenye kumbukumbu zake amesahau. Ulipokuwa shule ya msingi wewe ulifanya vitu vya namna gani? Unakumbuka? Umeweka katika maombi ukatubia zile dhambi. Na dhambi ambayo haijatubiwa haisamehewi. Sio kwamba kumkiri Yesu ndio kwamba yani ndio automatic kwamba zote zimefutwa tu automatic. Biblia imeweka wazi kwenye kitabu cha Methali ni kwamba afichaye dhambi zake hata fanikiwa, bali aziungamae na kuziacha ndio atakayepata rehema. Maanake usipoungama mbele za Mungu kwa kutaja kwamba nilifanya hivi, naomba unisamee,
inabaki kwenye kumbukumbu. Amen. Amen. Ni lugha ngumu lakini ndio ukweli. Yes. Bwana Yesu atusaidie. Amina. Hebu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naomba uniondolee. Naomba uniondolee. Kujihesabia haki. Kujihesabia haki. Ninajihesabu kama mimi ni mtakatifu sana. Yes. Kumbe wewe ukiniangalia unaniona ni mchafu. Unaniona ni mchafu. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Nijione jinsi Yesu unavyoniona wewe. Vile unavyoniona wewe. Nifanye kwa mnyenyekevu ili uweze kunisaidia. Amen. Amen. Hebu tufungulie Warumi 7:15 mpaka 25. Nasoma kitabu cha Warumi 7:15 hadi 25. Amen. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Maana sijui nifanyalo. Amen. Kwa sababu lile nilipendalo silitendi. Amen. Bali lile nilichukialo ndilo nalolitenda. Amen. Lakini kama nikitenda lile nisilolipenda, Amen, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema. Amen. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Amen. Simama kwanza hapo. Yes. Hapo umefika mstari wa ngapi? Mstari wa 17. Simama kwanza hapo. Paulo anasema sijui nilifanyalo. Lile jema nalotaka kulifanya silifani. Lile bani silolitaka ndilo nalifanya. Yes. Wangapi hiyo hali inawatokea katika maisha yao? Unajua unapokuwa kitandani kuna picha ya maisha unaotaka kuyaishi, unaotamani. Natamani niwe mcha Mungu, natamani nimfurahishe Yesu. Yaani natamani nisifanye kosa hili, nisifanye kosa hili, nikae katika natamani nimfurahishe Mungu. Yes. Kuna maisha ambayo yako kwenye akili yetu, ambayo ukikaa kitandani ndio unatamani uyaishi ili umfurahishe Mungu wako. Amen. Ukimkamata kila mtu hapa kwenye moyo wake kabisa wazi, kila mtu hapa anatamani kumfurahisha Yesu. Amen. Ila muda unapotoka kitandani ukiingia mtaani, ukija kujikagua jioni, unakuja kujikuta kile ulichotamani kuishi kumfurahisha Mungu sicho ulichokiishi. Amen. Wangapi hiyo hali inawatokea? Amen. Wangapi hiyo hali inatokea? Yaani hata leo ukijikagua jinsi ulivyoishi sivyo vile ambavyo ulitamani asubuhi. Kuna watu ulitamani kuongea nao maneno mazuri. Umejikuta katikati ya maongezi umesha andika maneno machafu hapo. Amen. Amina. Ulitamani kuwa mtii asubuhi kwamba nikiambiwa kila kitu mimi nakuwa nitatii. Lakini ikifika mwisho wa wiki ukijikagua hiyo wiki maagizo 3 4 5 hujatii. Amen. Paulo anafafanua hapo kwamba hata yeye mwenyewe anasema kwamba sijui nifanacho. Yes. Kile nisichokitaka. Umbea nisiotaka kuusema najikuta ndio profesa mwenyewe. Kuna watu akikaa akitulia anajuta apende umbea, uzushi, kugombanisha watu. Lakini anishangaa tu nilikisha tokea kundi la watu 3 4 5. Tayari huyo anamwaga umbea. Amen. Sio kwamba anapenda, unaweza kumhukumu kwamba huyu mtu ni mbea. Lakini jamani, haujui vita inayopigana kwenye ulimwengu wa roho, vita ya utakatifu na dhambi. Yes. Dhambi sio matendo, dhambi ni nguvu. Amen. Inayokushawishi kutoka kwenye ile njia ambayo kwenye akili yako ulipanga nataka nimpendeze Mungu. Amen. Ile unapotembea huko Dar es Salaam kuna nguvu na kusukuma, unajikuta unafanya usichokitaka. Amen. Kama uko mahali hapa unahitaji msaada wa Yesu, yale maisha unayotamani asubuhi kabla hujaamka kwamba natamani leo nimfurahishe Bwana Mungu wangu, halafu kila siku unajikuta unamkosea, unatamani Yesu akusaidie, nyosha mkono wako. Amen. Amen. Kwa hiyo Paulo hapo amesema kwamba kama ni hivyo basi sio mimi nafsi yangu naishi yale maisha. Yes. Bali ni ile dhambi iliyo ndani yangu. Amen. Kwenye mwili wako kuna mdudu. Anajua kabisa mipango yako mizuri ya kumfurahisha Mungu. Naweza ukaa huko mahali hapa hupendi kabisa kuvuta sigara. Asubuhi unaanza kwa kudhamiria kwamba mimi sitavuta tena. Inawezekana ulichukua ile maboksi yako mawili yaliyobaki jana ukasema ukayatupa chooni kabisa. Sema naanza upya. Piga hatua ya kwanza. Ya pili, ikifika saa 6 mchana kale kakiu kanakuja hapa. Unataka kupita mbali na ile duka linalotoa sigara hiyo, unashangaa kwani kuna mtu anayeniona? Kwani huyu ushanunua? Inawezekana huko hapa hupendi pombe.
Lakini unashangaa ikifikaga Ijumaa, siku kama leo, dakika za jioni, wiki nzima umeishinda pombe. Amen. Ile Ijumaa inakukamata ndio unagonga glasi moja. Amen. Biblia imesema sio wewe, ila ni ile dhambi iliyo ndani yako. Yes. Wewe unatamani kuwa mnyenyekevu sana. Amen. Ile unashangaa tu ikiisha fika kwenye wakati wa majukumu hivi, roho ya kiburi na kuvaa, afu leo imetokea wapi? Ukiisha kosea ndio unakuja kujuta. Hivi pale kwani si ningekuwa mtii tu kungekuwa na shida gani? Kila siku maisha ya majuto. Kile ninachotaka ukifanya sikifanyi. Kile nisichokitaka mwisho wa siku najikuta nimekifanya. Amen. Hiyo nguvu ya dhambi. Yes. Leo Yesu atasaidia kupata maarifa ya kuishughulikia. Amen. Ili baada ya leo yale maisha matakatifu unayoyatamani, yes, uweze kuyaishi. Amen. 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 Kwa hilo andiko tumelisoma ili tutambue ya kwamba dhambi ni nguvu. Amen. Inayopambana na mawazo ya moyo wako. Yes. Dhambi sio matendo. Yale matendo unayosema ni dhambi, bali ni matunda ya mtu aliyetekwa na nguvu ya dhambi kwenye moyo wake. Amen. Ile iko siri ya jinsi ya kuidhibiti. Amen. Ili uweze kuishi yale maisha matakatifu unayo yatamani. Amen. Msomaji endelea hapo mbele, itatufundisha kidogo. Mstari wa 18. Amen. Kwa maana Amen, najua ya kuwa Amen, ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, Amen, alikae neno jema. Amen. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Amen. Hapo kwanza Paulo anafafanua kutaka kutenda lililo jema unataka, ila kutenda. Kutaka unataka. Kila mtu hapo ukimuuliza mimi nataka kumfurahisha Yesu, kutenda ndio unakwama. Yes. Ni maandiko yamesema hiyo ndio hali inayowakuta wanadamu wote pamoja na watumishi wakubwa kuliko wote wa Mungu. Yes. Endelea mbele. Mstari wa 19. Amen. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Amen. Mstari wa 20. Amen. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu, Amen, nilitendaye, Amen, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Amen. Mstari wa 21. Amen. Basi nimeona sheria hii, Amen, ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo jema, Amen, lililo baya. Amen. Kwa maana nalifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. Mstari wa 23. Amen. Lakini katika viuno vyangu naona sheria iliyo mbali, inapiga vita na ile sheria ya akili zangu. Amen. Na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Amen. Mstari wa 24. Amen. Ole wangu maskini mimi. Amen. Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Amen. Mstari wa 25. Amen. Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe, Amen, kwa akili zangu, Amen, naitumikia sheria ya Mungu, Amen, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Nukta. Amen. Yesu atupe neema ya kuelewa hayo maandiko. Paulo hapo anasema kwamba naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. Utu wa ndani ni roho yako. Kile kitu ndani yako ambacho kinatamani kumpendeza Mungu ndio roho yako. Yenyewe tangu kuumbwa ina urafiki na Mungu masaa yote. Lakini ikitaka kuja kutekeleza huku nje inajikuta roho imevaa mwili. Ndani ya mwili inakutana sana nguvu ya dhambi. Na Biblia imeweka wazi kwamba ni mashindano. Amen. Amen. Kwa hiyo tukipata namna ya kuitia nguvu roho yako, yes, ikapata nguvu zaidi ya mwili, Amen, dhambi utaipindua. Yes. Na kitu chochote ambacho kitajaza nguvu katika roho yako, Amen, kitakuwezesha kukupa nguvu ya kuishinda dhambi. Yes. Kitu chochote ambacho kitaufurahisha mwili wako na kuupa mwili wako nguvu, itazidi kukupa, yani itazidi kufanya mwili uwe na nguvu ya kuishinda roho yako. Amen. Kwa hiyo katika kanuni za kushinda dhambi ambazo tutajifunza ni kanuni ambazo zitakuwa katika makundi mawili.
kanuni za kuitia roho yako nguvu, yes, na kanuni ya kuudhofisha mwili wako. Amen. Jambo lolote ambalo unaona mwili wako unalifurahia, unaushibisha, unaoneemesha, ujue hilo jambo kadri unavyolifanya ndivyo linavyodhoofisha uwezo wako wa kuishinda dhambi. Amen. Jambo lolote ambalo unaona ukilifanya roho yako inapata nguvu, yes, hilo jambo ukiliendeleza zaidi, roho yako itapata nguvu zaidi kuliko nguvu ya dhambi kwenye mwili wako. Amen. Kwa hiyo lazima uelewe, ili swala kuishinda dhambi ni vita endelevu. Amen. Tutajifunza silaha chache za kuipatia roho yetu nguvu, amen, ili ipindue dhambi. Kitu ambacho hatuwezi kufanya ni hatuwezi kuiondoa dhambi duniani wala kwenye mwili wetu. Amen. Ila tunaweza kuishinda. Huwezi kuondoa uzinzi duniani wala huwezi kuondoa tamaa kwenye mwili wa binadamu. Yes. Ila unaweza ukaishinda na kuizimisha na kuinyamazisha hiyo tamaa ndani ya mwili wako. Amen. 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 Yesu atusaidie. Yes. Sasa